Kama uelewi kinachoendelea kati ya Israel, Marekani na Iran, haya ndo maelezo rahisi zaidi. Assume dunia nzima hii ni ghorofa na nchi ni kama apartments kwenye hiyo ghorofa, right? Kwenye apartment ya juu kabisa kushoto anaishi Marekani, mpangaji fulani hivi mwenye kiherehere, na wapangaji wote wanamsikiliza kwa sababu ana hela sana. Kwenye apartment nyingine juu kulia anaishi Russia, chini ya Russia anaishi China, kulia kwao kuna Korea zote, kusini na kaskazini, afu kuna Japan, sawa? Katikati ya ghorofa kuna apartment ya Iran, kuna apartment ya Iraq, kuna apartment ya Qatar, kuna apartment ya Saudi Arabia, kuna apartment ya Afghanistan na mastanistani mengine yote, hata mastani Bakora yote yako hapo. Hapo kwenye hizo apartment za katikati, juu kidogo, pembeni kidogo, juu hapo katikati, sawa? Kuna chumba kimoja, kuna kijichumba kimoja hivi ambacho anaishi Israeli, amejibanza kwa juu, sawa? Israeli anaishi kwenye kijigeto kidogo cha chumba kimoja. Sheria za hizi apartment, hakuna mpangaji yoyote anayeruhusiwa kutumia jiko la mkaa isipokuwa Marekani. Israeli ni mpangaji fulani hivi tantalila sana, mnoko, akampigia simu Marekani akamwambia, "Wewe Marekani, kuna mpangaji mmoja bana hapa Downward hapa Irani anapikia jiko la mkaa." Marekani akampigia simu Irani, "Oya Irani, nasikia una jiko la mkaa, acha hayo mambo." Irani akakataa, "Sina jiko la mkaa mwanangu, utakuwa umefananisha nyumba." Marekani akamvutia waya Israeli, "Oya Israel, umenijaza." Irani kasema ana mkaa wala nini. Israeli akamwambia Marekani, "Amini kwamba mwanangu, nimemwona kwa macho yangu, anashake before use, anatikisa jiko la mkaa nje ya balkoni yake, nimemuona mwanangu." Mwezi wa 6 mwaka jana Marekani akaitisha kikao cha wapangaji wote wakakutana chini ya mbuyu. Marekani akaanza kubwabwaja, "Kuna watu sio staarabu, kuna watu wanasumbua kulipa hela za umeme, South Africa na Nigeria mnasumbua sana kulipa hela za umeme, tutawakatia umeme. Tanzania, nimepata malalamiko yako, nasikia Oktoba ulikuwa unaangalia movie za kivita kwa sauti ya juu ukiwa umeunganisha kwenye subwoofer, ukawakera majirani, wakawa nasikia sauti za mijegeje, sio ustaarabu." Israeli akatembea kuinama chini, akaibuka akaja kumnong'oneza Marekani, "Nenda kwenye point bro. Nimeitisha hiki kikao kwa kuwa Irani anatumia jiko la mkaa na ana mkaa kibao ndani." Zikaanza kusikika sauti za chini kwenye kikao. "Mbona Korea Kaskazini anapigia mkaa na mumsemi? Mbona wewe unatumia jiko la mkaa na hakuna mtu yote anayekukataza? Mbona Urusi hajaja kwenye kikao?" Wakati kikao kinaendelea, Israeli akamfuata Marekani akamnong'oneza, "Najua anapoficha funguo Irani, watume vijana wako akaibe gunia la mkaa." Marekani akatuma vijana wake wakaenda kuiba gunia la mkaa nyumbani kwa Iran. Baadaye kikao kikaisha, kila nchi ikarudi kwenye apartment yake. Usiku Marekani alilewa akasimama kwenye kibaraza chake akaanza kuropoka, "Tumemkomesha Irani, nimetuma watu tulivyokuwa kwenye kikao, tumeiba mkaa wote, ana mkaa, tumemuibia, finito, finish, it's done, kushinei babuji." Irani akatoka kwenye balcony akaanza kushout, "Wallahi whatever, right?" Alikuwa na shout kwa Kiarabu. Alikuwa anamwambia Marekani, "Hujanikomoa, lile gunia ambalo nyewe mnahisi mmeiba kwamba ni la mkaa, sio gunia la mkaa, ni gunia la magunzi, mkaa bado ninao ndani." Marekani akamind kichizi. Ikapita miezi kadhaa, Israeli akamvutia tena waya Marekani, "Oya Amerika, watu wote mtaani mwanangu wanakuona boya, wanakudharau kichizi hapa katikati, wote wanakudharau kwa sababu umeshindwa kumshughulikia boya mmoja Irani dogo wa juzi tu, huyo ana gunia la mkaa kama wote ndani, umeshindwa kumshughulikia mwanangu, unaonekana boya. Do something America, do something mwanangu." Marekani akamwambia, "Israel, kausha bobu, kausha. Juzi kati tu nimetoka kuleta varangati, nimetoka kufanya timbu hili, nimemuondoa yule mwenye nyumba wa Venezuela juzi kati tu mwanangu, nikianzisha vagi tena watu wote wataniona mimi haukamu mwanangu, itakuwa jao mwanangu. Tuchili tu mwanangu, tusikizie upepo upite." Israeli akamwambia Marekani, "Oya bro, nakupa masaa 48 tu mwanangu, ukishindwa kwenda kukiwasha kwa Irani naachia video zako ambazo nilikurekodi ukiwa unamchiti mkeo." Oya, Marekani akaishiwa power akamwambia, "No, calm down man, calm down. You're supposed to be like that man." Akajitetea pale, "Ain't like I don't want to do it man, but I don't know how to do it man. I just don't know man." Israeli akamwelekeza mbinu za kufanya kwa ajili ya kwenda kuwalipua Irani. Israeli akamwambia Marekani, "Tumia mbinu zile, itisha tena kikao." Sawa, ukiitisha kikao, tukikutana pale chini ya mbuzi this time around, peleka vijana wako unaowaamini wakatafute kila kona ya ile nyumba, ile apartmentka ya Irani, lazima tu tutakutana na gunia la mkaa." Marekani akakubali, akaja akaitisha kikao tena. Kikao kikafanyika kweli. Oya, wapangaji wote wakakutana tena chini ya mbuyu pale, wamekaa, nchi zote zimekutana, unaambiwa hapo. Zina discuss kuhusiana na tabia mbaya ya nani? Ya Irani. Kabla kikao hakijaanza, Irani akamwambia Marekani, "Oya bro Marekani, ukileta tena mambo yako ya kiwaki ulioyaleta mwaka jana mwanangu Juni, nitapiga vitoto vyako vyote vinavyocheza haya maeneo ya karibu na mimi." Marekani akajua Irani anatania.
Wakati kikao kinaendelea, Marekani akatuma vijana wake wakavamie apartment za Iran. Sawa, vijana wa Marekani kama wote wakavamia apartment za Iran, wakaingia ndani, wakatafuta, wewe tafuta gunia la mkaa, wakalikosa. Tafuta wewe, tafuta na wewe, tafuta, wakalikosa. Wakakutana na mlinzi. Sawa, kulikuwa kuna mlinzi mule kwenye apartment za Iran ambaye anaitwa Ayatollah. Huyo ni mzee mlinzi, analinda mali za Iran ili zisiibiwe. Wamekutana na Ayatollah, wakaanza kumchezea kichapo ule mzee. Chezea kichapo Ayatollah, chezea kichapo mlinzi, chezea kichapo mlinzi. Wakamwambia mlinzi, tuambie magunia ya mkaa umeficha wapi? Mlinzi akamwambia sisi hatuna magunia ya mkaa huko ndani. Wakampiga, akamwambia tuambie. Wakamtesa mateso ya CIA huku na huku. Mlinzi akadanja Ayatollah amedanja. Kikao kikaendelea bila suluhisho lolote. Baadaye nchi zote zikarudi kwenye apartment zao. Usiku Irani alirudi kwenye apartment yake, akakuta mlinzi wake Ayatollah amefariki. Irani akalia kinoma. Juu ya gorofa kushoto kwa Marekani, sawa, Marekani amelewa tena na payuka. Ndio, na leo tumewakomesha. Tumemua yule mlinzi wao aliyekuwa analinda mkaa. Hawatuwezi na hawezi kutufanya kitu wote ile. I'm so powerful bla bla bla. Akajisifia Marekani. Oya, Irani akapata hasira mwanangu, akajifuta machozi kiroho mbaya. Oya, akachukua viboko kama vyote. Unajua wale walimu ambao wanabeba viboko vingi kuliko vitabu. Irani akachukua viboko vingi kuliko vitabu. Akaanza kutembeza kichapo kwa watoto wote wa Marekani ambao wanakuja kucheza nyumba za karibu na yeye. Oya, wamechezea kichapo kichizi. Akawachezeshia kichapo watoto wa Marekani wanaokuja Saudi Arabia, akawachezeshia kichapo watoto wa Marekani wanaokuja Dubai, akawachezeshia kichapo watoto wa Marekani wanaokuja Iraq, akawachezeshia kichapo watoto wa Marekani wanaokuja Qatar, chezeshia kichapo watoto wa Marekani wanaokuja Uturuki, chezeshia kichapo watoto wa Marekani wanaokuja Bahrain, chezeshia kichapo watoto wa Marekani wanaokuja Jordan. Oya, chezeshia kichapo watoto wa Marekani wote. Hadi hivi tunavyoongea sasa hivi, watoto wa Marekani wanaochezaga karibu na maeneo ambayo yupo Iran, sawa, kwenye apartment za Iran, wameanza kukimbia kurudi Marekani. Yaani sio poa mwanangu. Hadi sasa hivi tunavyoongea kuna baadhi ya watu wanaamini kwamba yule mlinzi aliyekuwa analinda gunia la mkaa Ayatollah hajafariki, sawa. Alichukuliwa akaenda kutibiwa Russia huko. So yuko apartment za juu amejificha kulia kule kwa Russia. Na hivi tunavyokuambia wanasema kwamba ambaye anampa viboko vya kuwachapa hawa wa Marekani, hawa watoto wa Marekani hawa wanaoambamba hapa ni China. Ndio stories zinazoendelea kwamba wanachuma viboko msitu wa China, anawapa Iran wanawachapa watoto wa Marekani, na Russia ndo wasnitch watoto wa Marekani kwa sababu Russia anajua kila nyumba ambayo inawapokea watoto wa Marekani, if you know what I mean.